Uko na demu? Uko na demu? I have a girlfriend. Naweza mind kumtaja kwa kamera? Mapenzi tokori. Mimi na ile kitu nimewahi kula mushroom na ugali. Kitu yenye maisha imekupiga ni maji, unakunywa tu maji unasema hata si kukula juu huwezi kula maji. Jamaa amekapitia manze. Hizo bro. Hello ladies and gentlemen, this is Elfaso Ilanyi na leo tuko na jamaa fulani amazing sana, the guy who's been making rounds in the online spaces, pale TikTok, pale Facebook. Jamaa amekuwa anatupeleka maeneo tofauti, ametupeleka Vietnam, Pakistan, jamaa ametupeleka hadi mbinguni. I'm talking about the one and only Vinny Boy. Tuko naye hapa hivi. Bro. Yes. Ni aje? Niko salama. Uko fiti? Niko fiti. Hebu tuambie kwanza, who is Vinny Boy? Vinny Boy, that's my online name. Jina la kulipa ushuru ni Vincent Otieno. So Vinny Boy is just a young boy who's trying to make it in life, and we hope so maybe in future one day itakuwa sawa. So what else do you want to know about me? Vinny, hebu tuambie kwanza, apart from okay, sisi tumekujua na content creation, right? Hebu apart from content creation, who are you in person sasa huko kwingine sasa? Okay. Watu wengi hawajui kunihusu. I'm a journalist. I'm a student on the same Nkorongo University. I'm in my third year. Course ni obvious, ni hiyo tu, journalism, Bachelor of Science in Journalism and Communication. Yeah. So right now I'm in my third year. Tenda for the next year. Na walika nyinyi wote graduation yangu. About content creation, ini kitu ulikuwa umeplan kuifanya ama is there something that came out of the way? Ilikuwaje about content creation? Kwa kusema ukweli, naye content creation ni kitu nimejipata tu, I mean it. CTO nilipanga nini or maybe I had interest in content creation, hapana. Nimejipata tu hivyo. Tukirudi nyuma kidogo, I remember immediately after form 4. You know, that's first time mimi kuwa na smartphone. Hapo nyuma nilikuwa na Kabaton, Neon Kika, Neon Ray, but after form 4 mzazi alinibariki na iPhone. Not iPhone, I mean smartphone. Mzazi alinibariki na smartphone, that was Itel. Haikuwa kali sana. So being that pia nilikuwa mtu mpya kwa kutumia hizi nini za technology, simu nilikuwa dwanzi by then kesho yake not so long nikajipata mtandaoni, FB, TikTok pia ndio hiyo. So hapo nikapatana na video zingine zilikuwa zinabamba, by the way sikuwa nimejua TikTok before. So by then ndo nilikuja kurealize hapa hii app is so amazing, TikTok. So kuangalia ma contents for quite long kidogo, kuna ma content creators pale hivyo. I came across one content creator and is also my mentor, that's Flaco. Do you know Flaco Raz? Mama Otis, ule wa Mama Otis. So what inspired me kukuwa content creator ni tu like nilikuwa na hamu ya kujua how do they do it. Kitu common na Flaco ni kuwa ni mtu mmoja ana play different characters, but sasa watu wengi unaweza jiuliza how mtu mmoja ni mbaba, ni mama, ni mtoto, nini. So nikajua I want to know this thing. There nikajaribu kuexplore online kidogo, nikajua hizi my editing apps nini. So there's a time vile nilianza, it was not that serious. Ilikuwa tu majokes tu, yani unaweza chukua simu jirecord uone iko aje. Unajiona hapo una delete or what. By then sikuwa na hiyo mind ya kupost ama nini. So there's a time nilienda tu kutafuta tu tutorial pale YouTube, how wanazimake aje. So nikaenda hapo nikapitia hizo ma tutorial nikajaribu. So nikawa tu nazipost tu hapo maybe TikTok just for fun, sikuwa na specific content by the. Nikipiga picha nilikuwa naziweka tu randomly, napiga picha naeka hapo, na fanya shorts naeka hapo nini. So seriousness vile sasa niliingia much into content creation. For now I can say it's 2 years back. 2 years since niingie. Nilikuja first year bado nilikuwa na hiyo nini, sikuwa serious sana, nilikuwa na post tu. Then third year
not third year, second year ikielekea kuisha hivi. Hapo ndio sasa nilianza serious business ya content creation. So si eti kitu niliplan kufanya manini, ni vile tu nilijipata tu hapo kwa hiyo field, then mimi pia juu nilikuwa na hiyo ni niamu ya kujua more, I ventured more into content creation. And wasi wengi wamekujiona hizi content zako zenye unapiga indoors, ndio unatupeleka maeneo, unaona pale mtu amecomment sijui tupeleke wapi, kitu fulani imetrend, mtu anakuambia Vini tunataka utufanyie hii na hii na hii. Ulijuaje that ndo niche yako na umeipiga vizuri, perfect sana, zinaenda vizuri sana? Baadhi na appreciate kazi yako, unafanya kazi fiti sana. Ulijuaje ndo niche yako? Aha, hapo pia nitawarudisha nyuma kidogo. In my second year hapo, when my first video ilienda viral, it was zile za wanasiasa. Unajua hapa Kenya ukijaribu kuguza wanasiasa kidogo ama something related to the, si unajua hiyo lazima iende. So I remember there is a sound I used, sijui naijua, it is a Tanzanian sound, ile ya Masimba, something like that. It was during hiyo time Gachagua walikuwa impeached. So there is a sound nikatoto hivi kidogo ya TZ. I think wengine wanaijua hiyo ya Masimba, sijui nini hiyo. So I made that video, nilikuwa nimeweka such a way that sisi wawili tu characters me. So nilichukua Gachagua nikaeka hapo, I talk my part, then naeka Gachagua kwa upande mwingine. So the video I was shocked. Juu I posted that video jioni. Kesho yake asubuhi naamka napata ma comments bana. Sijaamka nipate hapo notification 99+. Kuangalia hapo napata watu wamelike, watu wamecomment, na shindo sasa hii kitu nileka hata mchezo watu wana comment nini hapa. So nikasema okay, let me do something else of the same kind. Nichukue mwanasiasa mwingine. So nilikuwa nachukua hao moja nikieka. So nikarealize watu wanapenda sana. So hapo ndio sasa hiyo mambo ya kureply comments ilikujia. So unapata mtu umefanya hii, mtu pia anaweza tamani umfanyie ile, so ana request kwa comment, then I reply. Ana suggest. Ana suggest. So I see, I weigh, though requests zilikuwa mob, zinakuanga mob. So I weigh ni gani huwa naweza fanya kwa urahisi, or maybe ni content yenye ni readily available. So naangalia, I choose, I reply. So hapo ndo nilianza ku reply to comments in form of videos. And of course mimi nilikuwa naona zile fulani ulikuwa unafanya na the daughter of the president, Charlene Ruto, zilikuwa zinanifurahisha sana by the way. Na nilikuwa naangalia comments watu wanasema wewe Vini, kwani hauogopi utachukuliwa DCI? Mtu anakuambia pale na comment tuma namba yako tukuwekeza sukuma, tuwekeza cabbage. Unachukuliangaje comments kama hizo, because of course hizo comment zinaweza kuwa risky kidogo? Of course comments kama hizo ni risky, but we understand Kenyans ni watu wa cloud chase ama nini, kupea watu pressure. But mimi nilikuwa nachukulia hizo comments lightly. Mbona? Because nilikuwa na thirst ya kutrend manzi. Unajua sasa ukitrend hata mtu aseme nini akushtue, nilikuwa nachukulia lightly sana. So I was just ignoring those comments nini, or maybe mimi inward nilikuwa najua these people are joking. They are just joking, when of course they were joking. So comments kama hizo nilikuwa nachukulia tu lightly na naendeleza tu kazi zangu. Roho safi, and I deliver to my fans. Vini, let me ask you this. What's one misconception that people have about you because of your online persona? Misconception. Kitu cha uongo. Kitu nyewasi udhania wenyewe huko, because wanakuonanga wale wanafeel Vinisa lazima kuwa hivi na hivi, lakini kuja in reality watu wanajua mimi ni under 18 manzi. Watu wanajua mimi ni mtoi. Unajua watu wanikivai kitu moso kwa wenyewe wao wananiona physical. Unajua wamezoea mimi hapo online na hii kitu sawa, naonekana mtu wa 1990. So nikienda hapo nje or maybe outside, wenye wananiona wananiita mimi ni mdogo, mtoto wa CBC nini. Mimi nimechapa manzi, mimi nimechapa ground, nimekawia industry. So tuseme sasa uko na miaka ngapi hivi? Sai, sincerely speaking, I'm 21 years old. 21? So bado kijana mdogo. I'm born 2004. 2004. Bado kijana mdogo. Talking of this, mbona ukachagua hii kwa the costume bwana? Hii just the same way vile nilikwambia when my first video ilienda viral.
nilikuwa ni put on this jacket. Mimi kuinunua sikununua eti ya content, nilibuy tu normal tu yenye naweza enda sokoni ni buy nguo nikuje nivae. Sasa remember hiyo siku mvua ilinyesha. So hapo shuleni nilienda kutafuta kaskuma nini, nikarudi hapo kwa nyumba with this jacket. Nilikuwa nimenyeshewa kidogo but si sana. After kubuy skuma nilisema time ya kupost imefika. Let me shoot something and post. Nikachukua hiyo ya Gachagua with this jacket, this one here. Sikubadilisha. So hapo vile video ili hit nikasema I want to do this. I want to do the same video kama ile nyingine. The same way, kila kitu vile kuwa same, nisijaribu kuchange anything. So nikasema acha nichape tena na hiyo jacket yangu. Hii hapa juu nilikuwa na mentality fulani hapo yenyewe video kienda viral, nikivaa hii tena nyingine watu watarecall ni ule jamaa. Kuna originality fulani. Watu watarecall ni ule jamaa. So hapo ndo niligundua acha sasa any content yenye nitakuwa na shoot TikTok nifanye na hii unless otherwise. Vini boy, so far so good mazee, umefika 370 something. 370? It is 376,000 followers, yeah. Mazee, unaenda vizuri. Soon kunaingia 400,000. Nini imechange from since ukuwe na 10,000 followers ama since ukianza na sahi? What have changed? Nini imechange? Generally I can say since niingie 10,000 kitu imechange ni watu wamenijua. But on top of it pia nimeanza kupata kaskuma kadogo. Lakini si mingi. Comrade anapata za cabbage. Comrade anapata za cabbage. Brands zimekuja. Brands zimekuja. Nimework na kampuni. Let me say ile nimework nayo sana ni moja. But kuna hizi ndogo za adverts nini. Though generally ni adverts tu. Brands zimekuja. Challenges gani unapitia kwa hii field of content creation? Challenges ni mingi, but the main one I'll tackle on it. Challenge ya kwanza being that mimi ni student, mimi ni comrade, sometimes na kubalance masomo na content na maybe kazi zangu inakuanga ngumu. Cause with content creation you need to be consistent. Consistency means you post every now and then. Yani you post. So unapata time ya kupost, kuna shughuli zingine, time ya kushoot pia uko na classes nini unaona. So that is the challenge. Hivyo to then another challenge, discouragement kwa wenye wana watch kwa my viewers, let me say that. Unapata wengine wana comment negative comments manzi, hadi unaweza feel ku give up. Wengine wanasema vitu vingine hata zinauma. Kuna negative comments kuna negative. By the way, unataka laji hizo comments? Hizo comments being that intention yao ni ku bring down someone or maybe kupoteza motisha ya mtu. I just assume. Pia kutokana na advices nimepata kwa my fellow content creators, nimesikia kutoka kwao. Hao pia they go through the same. Wananiambianga kama hizi una avoid to just assume nini au waongee tu. Wewe chapa tu kazi yako safi as long as I know what I want. So funny content creators wagani ushaongea nao penye sasa mko in good. Of course nilishaona ushafanya shughuli na Piento Mkisinali, the one and only ule jamaa utupiga na ngoma fulani. So funny content creators wagani? Wako wengi. One ni Piento Mkisinali, kuna my fellow content creators hapa shuleni. Kuna Kafupi, wako wengi tu. Though sijafika majuju, bado niko hapa chini. So wenye wako hapa nisha interact nao. Mambo ndio vizuri. Of course Vini boy, unajua wewe ni mtu kwa in the public scene. Na kwa in the public scene of course unapatanga a lot of DMs. DMs za watu wanakuambia Vini nataka tufanye kazi. Ndio anakuambia Vini mimi napenda kazi yako, of course the appreciation. Alafu unapatanga content za madem. Si ndio? Wengi sana. Madem wengi sana. Hebu tuambie kwanza about hiyo. DM, so ina depend mtu amekuja DM for what reason. But siwezi sema siwezi danganya, acha tu niseme ukweli. DMs nayo kwa mob. Zingine hata si reply. Sikusema ukweli ndio nzuri. Si reply. Unless ikwe something that kitu kingine yenye inaweza leta impact kwangu, positive impact kwangu. Iwe maybe ni business nini. Hizo naweza reply ama ni see how to go about it. Then kuna zingine pia ni za matusi, but naziachanga tu hivyo. Then kuna zingine pia siwezi sitaki kusema.
Uko na demu? Eh? Uko na demu? Yeah, niko na demu. Viniboy uko na demu? I have a girlfriend. Hey. I have a girlfriend. Uko na girlfriend, si ndio? So hizi au wanasemanga DM mazee, Viniboy me love you, Viniboy this and this wakiwa kijua uko na mtu wajue hivyo niko na mtu. Unaweza mind kumtaja kwa kamera? Hiyo ni ngori kidogo. Najua ananiona. Kama ananiona comment hapo chini aseme ni yeye. Sawa. So Viniboy, tukienda kuwind up tuko na session fulani hivi, session ni ya street questions na tunaulizanga tu wase vitu na happen about campus na vitu kama hizo. So leo tulikuwa tunauliza sasa, comrade, ni kitu gani ushaikula kejani uko na nyapa maisha imenikalia vibaya sana? Maji. Kwani uji kunywa maji ulale? Mimi na ile kitu niwahi kula mushroom na ugali. Hapo ndio niliona tu hapana. Chere peke plain. Na kwa ngumu. Na tena ni usiku. Lunch tu usiku kula kitu. Usiku ndio nilikula mchere. Nikalia ngumu. Hiyo itakuwa ni ugali na managu. Ugali na managu uko na kama hiyo mkalia? Ugali na managu. Wallahi. Ugali na managu ni kama hiyo mkalia vibaya sana. Sikulangi managu nyumbani. Hatujai kula, so ni mara yangu ya kwanza kukulaga managu huko, so hiyo. Manze kitu na inasikitisha manze. So ni gasi ilisha for the first. So I was like nimepika ugali, bado napika ugali. Sukuma ilikuwa ishaiva manze. So ile like ndio ugali na kuanga na ile process inakuwa inaitonga ile bado ni uji. So gasi kazima hiyo process. Sukuma ilikuwa ishaiva bado mzuri. Ilibidi ni kama nakunywa uji na sukuma mtu wangu. True story. Wallahi si jaba, ni kitu real. Nimefanyika recently some few weeks ago. Ilikuwa ugali na sukuma. Sasa mimi nimezoea kukula ugali, sukuma na mayai. Hiyo siku nikakosa pesa ya kubai mayai. Kuna hapa maisha ni ngumu. When first year? Mimi ni first year. Unasema ulikula uko hapa hivi na hizi. Ilikuwa kama the worst kitu yenye nime experience, sikuwa na expect. Juu sijazoea. Ilikuwa ugali na maragwe. Ulikula ugali na maragwe, kwani ilikuwaje? Nilikuwa nimeishiwa domse, lakini sasa mbele nyuma pesa ilikuwa inatosha tu maragwe. Na unga ilikuwa. Na kama kwa mdu ulitoa hiyo mushroom? Obviously tuko kichaka. Ukaitafuta? Ulimanuva aje? Hiyo siku rara poa. Nisumbuliwa na njaa. Kitu yenye maisha imekupiga ni maji, unakunywa tu maji unasema hata si kukula huwezi kula maji. Kukunywa maji bro. Hakuna, uko na majani, uko na maji, hakuna sukari. Unakunywa maji, unaingia tunaanza kuwatch videos zenye unakuwa download. Juu hata hiyo saa utakuwa na data. Na watch tu hizo videos, unapata usingizi umekuchukua. Na hivyo ndo unalala. Jamaa amekapitia manze. Hizo bro. Kamera manakati hizo bro. Hizo bro silio bro. Pole bro. Pikipiki inaenda. Hizo bro. Upo siku Man. Chat. So wewe Viniboy, wewe mwenyewe personally, ni kitu gani ushaikula kejani ukasema hapa hivi yenyewe nimekapitia vibaya sana? Manze nimewahi kula sukuma 1 week. Nimewahi kula sukuma 1 week mfululizo. Hivyo wiki moja full. Wiki moja bana. Kuna sometimes yani graph ya finance inaenda chini manze. Si utashinda utasema sasa mimi nitasurvive aje? Uko na 100 bob na uone dalili ya kupata pesa hapo mbeleni. What will you do? You must calculate pesa nitumie aje ili ni take through that week. Nimewahi kula sukuma bwana hadi nikashangaa kwani rada ni gani? 7 good days. Daily. Tena napika ugali kubwa usiku, naacha hiyo nyingine na hiyo sukuma ya 10. Unajua ni mingi kwa comrade, siwezi maliza hiyo usiku moja. Pika ugali kubwa na kata nusu hii breakfast. Nimemaliza. Sio nishiro jaribu kuimply comrades wanakapitianga.
wanapitia sana. Wanapitia sana. Then I remember kitu nishai kula. Kuna siku sasa God alisema tu huyu naye amechoka kukula sukuma. Si God akanibariki na samaki zile ndogo ndogo. Mimi nikasema Mungu bariki wengine pia utaniua na baraka Mungu wangu. Si nikanunua sukuma na nyanya nini, sasa comrade anaenda kupika. Niko na mafuta hapo kibuyu nzima. Nikaenda hapo napika manzi. Si nikaanza na samaki. Nikaanza kupika tu roho safi. So nikaeka stew. Nikasema acha nikae hapa kwa bedi kidogo ichemke. Alafu ikimaliza nipike ugali niwakilishe. Manze si usingizi linichukua hapo. Bwana samaki liboil hadi maji ikaisha. Mimi kushtuka napata nini? Smoke kwa nyumba. Smoke kwa nyumba. Nikasema sasa hizi ni nini? Ikabidi umerudi back to default settings hakuna kula samaki. Nilikula hiyo. Nilikula hiyo samaki by the way. Juu hata saa 4 imefika hakuna mali unaweza tena unini. Imagine ulikula asubuhi, saa 7 huku kula nini unarudi yani uko na njaa. Si nikachukua tu samaki bwana nikarudi default. Nikaosha samaki vizuri kutoa hizo mablack za smoke. Nikaosha hivyo tena sasa nikachemsha tu hizo bro. Bana bila nyanya bwana. Sasa nikachemsha tu hivyo nikaeka chumvi hivyo. Nikakula ni ukweli si uongo. Ni ukweli. Vini boy. Tutarajie nini from you? All the best to just wish me all the best. Okay, to my fans, generally I'm addressing my fans, sindio? What you should expect from me is just content tu kwangu or maybe support yenye unaweza hitaji. I'm ready to assist people and always expect high quality content from me, engaging, informative, comedic and all those. I'll deliver. Vini boy, before tumalize, kuna kitu moja nilikuwa nimesahau lakini nimeikumbuka. Vince Media, niliona ulikame up na media, an online media or rather a digital platform inajiita Vince Media. Hebu tuambie about that. Vince Media. That's my personal media platform, both TikTok and Facebook. Okay, it was meant purposely for ku-inform watu. Cause ukiangalia cause nafanya ni journalism, si ndio? So wanafanya kazi zangu hapo kidogo then I showcase them kwa hiyo platform yangu. On the same I conduct interviews, wenye wako na talent nini we shoot and post it there. Hebu tuanze kofia tuone hii sura yako yenye inakaa bwana. Tuanze kofia watu wasikwetu wanashangaa ujamaa. Utanisahau. Hapana, hebu tuanze kofia tukuone vizuri. Kijana ya miaka 18. Miaka 18 mtu wa wananitanga mtu wa pipi tu manzi. Inaniuma. Hii kitu bado inaniuma. Vini boy, thank you kwa kuja kwa issue yetu leo. Mimi na appreciate sana. Alafu of course unafanya kazi fiti sana manzi, uendelea kutufurahisha huko online. Tunapenda kazi yako manzi. Nataka uende mbali na usiwahi rudi. Nisirudi. Nikirudi mtaniua. Tukirudi wallahi sisi sasa sisi na wewe tunakuacha. Tunataka uende pale na usirudi. Big up sana Vini boy. Thank you. Of course tumekuwa na the one and only Vini boy, jamaa fulani amazing sana ambaye anatuchekesha pale online na make moves vizuri sana in the online space. Mazee, big up sana, follow Vini boy all social media platforms, ako TikTok, kila mahali mazee, and this is Elfaso Ilanyi. Thank you so much.